kuzimu, pisi ya kuzimu, dada zake majini, kaka zake majini. Alileta tafarani na maugomvi. Ameshaanza kunitamani kimwili na ilibaki kidogo tu afanikiwe. Na likabili vipi hili? Kama na uamini mpango wako utafanikiwa, basi fanya naye. Na kama uamini mpango wako kama hautofanikiwa, basi usifanye naye tendo la ndoa. Sawa, mimi nimekuelewa. Unaweza ukaenda. Loveness, wapi tena huko? Maana ni mara kwanza na kuona unatokea huko. Na sijakuzoea kukuona unapita mazingira haya. Vipi tena? Ni kweli natokea huko kwa mganga. Mganga? Eh. Nini tena mpaka kwa mganga huko tena? Kuna nini? Inasemekana yule mwanamke ambaye anatembea rafiki yako Ikram ni mzimu. Mzimu? Shemeji. Nashindwa kuelewa shemeji. Hebu niweke wazi, mzimu kivipi? Kwa sababu yule mwanamke siku ya kwanza unakutana alikuwa pamoja na mimi Ikram, na siku ameunganisha mahusiano nao nilikuwa pamoja na mimi. Sasa sijaelewa imekuwa kwaje mpaka leo unaniambia yule mwanamke ni mzimu. Nashindwa kuelewa. Hebu kuwa serious shemeji, nielekeze hilo swala. Ndio hivyo, mimi nimetoka kwa mganga, nimeambiwa yule mwanamke ni mzimu. Hivi hapa nimepewa hii dawa hii. Naondoka kwao, nimeambiwa hii dawa nikapake usoni, endapo nikimkuta yule mwanamke nitajua ukweli wote. Sawa, mimi nimeelewa. Ila Ikram ni rafiki yangu sana na ni mwanangu wa faida, na tumeingia hapa kijijini wote. Loveness, nilikuwa nakuomba kama unaenda huko basi tufatane ili nikaangalie ile tukio, nihakikishe, maana sielewi. Nashindwa hata kuelewa yani. Unajua mpaka sasa hivi nimebaki nimeemwa. Sijui nianzie wapi. Twende. Basi omba twende. Nilikutana na bonde nikaivuka barabara. Wapi tena dadangu? Mbona imaima na jua kali? Afadhali kakaangu nimekuona. Huu mguu nilikuwa nakuja huko kwako. Rafiki yako toka jana ametoka, ameniaga enda makaburini kufagia mpaka saa hizi hajarudi. Nimepita kumtafuta huko sokoni, nimeenda wapi sijamuona. Nikaona bora nije kwako, labda amekuja kwako. Inashangaza. Sema yule dogo yangu mwisho amekuja nyumbani, kuna vitu ambavyo alikuwa ananielekeza. Alikuwa anaelekeza kwamba kila akilala anakuwa na vitu ambavyo havielewa na utaota ndoto za ajabu ajabu. Unaona? Mimi nikampa ushauri akiwa kama rafiki yangu. Nikamwambia rafiki yangu, kitambo sana bibi yako tumemzika, umemsahau. Fanya hima, nenda kumkumbuke, kafagie, kafanye usafi kwenye eneo lake ya kaburi, pengine ikawa mwisho wa matatizo. Unaona? Akaniambia poa kaka, nitaenda kufanya hivyo. Kama ananiambia aliwahi kwenda makaburini, afu mpaka dakika yake hajarudi nyumbani. Kwa hilo ni jambo lingine mpaka mimi nitakuwa sielewi. Kwa nini kushauri mimi? Tunaweza tukaenda makaburi tukaenda kuangalia kama kweli aliwahi kwenda ama hakuwahi. Alafu mimi na wewe tutajua kule kwa nini tunafanya. Haya, twende tukaangalie. Tunaweza tukaongoza. Nilikutana na bonde nikaivuka barabara.
pembezoni mwa bonde kuna kijiji nililala, nikakutana na pisi, nikaiona pisi. Mimi nilipenda pisi, hiyo pisi, nikalove pisi, na kumbe ile pisi ya kuzimu, pisi ya kuzimu, dada zake majini, kaka zake majini, alileta tafarani na maugomvi, watu hawaelewani. Pisi imetoke mbali. Sister, bila shaka jamaa alishafika. Kama kufagia na ameshafagia. Ila ni kitu ambacho kinanichanganya akili. Nashindwa kuamini hata mimi na wapi kuelewa wapi ameenda. Nashindwa kuelewa. Kwamba itakuwa ameenda wapi? Tunafanyaje? Sasa silie machozi ya nini dadangu? Hiki si kitu cha kaka hiki. Icha yeye. Kakangu itakuwa mpatwa nini? Na kingine ni kile. Sogi njoo bwana, sikia. Haya sasa ni mengine. Huyo aliaga kuja makaburini. Tunakuta viatu mwenyewe hayuko. Sasa itakuwa ameenda wapi? Usilie hapo. Sasa sikia. Mimi nakuomba tuondoke. Hebu jikaze basi. Sisi pia mpatwa na nini kakaangu? Sasa ndio upasi kulia kama hujui nini kimemkuta. Tukatuliza akili tujue nini naenda kufanya, kwa sababu ukilia hapa sio maeneo sahihi ya kulia. Na uwezi kujua kipi kimemkuta, utalia tu bure. Pengine kuna matatizo tu pengine na haya. Ni kijana na yule damu. Hebu tuondoke. Nimemuona. Kama yuko basi pale pa masharti alikuwa. Shemeji paka wewe. Shemeji, sitazaje kwenda kupaka mimba wakati huo umeenda kwa mganga. Afukua serious shemeji. Kuna wakati nisikilize, kuna wakati mwingine unabidi uwe serious. Hili jambo ni la kwako wewe. Na umetoka umeenda kwa mganga, maelekezo yote unayo wewe. Utawezaje kupaka mimba bila kwenda wewe mwenyewe? Paka wewe nenda kwa mganga kwanza. Hebu fanya kitu. Umetafuta uhalisia wangu tangu muda mrefu, hususani wewe binti. Sijajua unanitafuta nini mpaka saa hizi. Hivyo basi, mulichokiona leo ni sawa msivyosimulia siku mnazaliwa, maana hamkujua chochote. Naomba mukae kimya kama mnavyokaa kimya kuhusu mambo yenu ya siri. Sitaki kumsikia mtu yoyote anamwambia kipenzi changu kitu ambacho mkiona leo. Na nikikusikia mimi nasikia umbali hata wa mita 1000. Hivyo ongea ukiwa ardhini, ongea ukiwa angani, ni lazima nitawapata tu mwanzo na mwisho, na muwe kimya kwa kitu ambacho mmekiona leo. Atakaye nizungumzia kwa lolote, hususani wewe, sitaki lawama na hiki kijiji.
Rafiki yangu, wewe acha tu rafiki yangu. Ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. I say, hii dunia ina siri kubwa sana I say iliyojificha. Nilichokutana nacho huku, sija kukutana nao maishani mwangu never. Nakuambia rafiki yangu. Nini tena? Si unafahamu mimi na rafiki yangu. Wewe sio ulikwambia usiseme? Nisiseme nini, atatusaidia nani? Nisikilize shemeji, nisikilize sawa, kuwa makini, nisikilize. Atatusaidia nani akati ameshatufika? Rafiki yangu unamfahamu Ikram? Ikram namfahamu, sio anaishi na mzimu. Je, wewe umekwambia nani wewe? Mimi najua kwamba anaishi na mzimu. Niliamini wewe mwanaume utakuwa na kifua cha kiume. Kumbe wewe mwanaume una kifua cha kike. Nilitegemea huyu binti atakuwa ni mtu wa kwanza. Hivyo basi, we kaa kimya. Wakati mimi nazungumza, hakuna paka yote anaweza kusimama mbele yangu na akaongea kitu. Hivi wewe ni mwanaume wa aina gani? Hivi hii dunia nyinyi ina nini hasa? Yaani wanaume wamebeba roho ndogo. Mwanamke binti kama huyu amebeba roho ambayo ni mzito. Roho ya hofu, roho ya wasiwasi. Hivyo basi, uvumilivu umekushinda. Mimi pia uvumilivu umenishinda. Alafu na wewe, hebu ondoka. Dadangu Zu, umelia sana. Mimi nina wazo. Wazo gani kaka yangu? Tuondoke kwa mganga. Kwa mganga? Ufanya nini? Mtaalamu ataenda kupiga ramli ili kujua ndugu yetu ni nini kimemsibu. Sina si vinginevyo. Lakini kaka, kupotea kwa mdogo wangu na mambo ya mtaalamu yanahusiana vipi? Ndio maana nimekuambia ni mtaalamu, na maana mtaalamu ana uwezo wa kujua kuliko sisi. Na siku kapa na kuanza kulia, hii sio solution. Ndio mganga mimi namwamini sana. Anafanya kazi kubwa sana kijijini hapo. Anaitwa Ngadu Midundo. Ina maana yeye ndo mwisho wa matatizo yote. Funge mlango tuondoke. Alileta tafarani na maugomvi, watu hawaelewani. Pisi nitoke mbali, mezama sitaipenda. Pisi ya kuzimu, pisi ya kuzimu, pisi ya kuzimu. Dada zake majini, kaka zake majini. Naoneni huruma sana. Kila nikiangalia hapa namwona binti aliyokufa miaka 10 iliyopita. Na huyo binti amerudi hapa kama mzimu. Na huyo binti ndiye aliyempoteza ndugu yenu. Amempoteza kwa mazingira yapi mganga? Unashangaa mazingira yapi? Sawa, nitakwambia. Kilichomponza ndugu yenu, alishuhudia mzimu unakuja duniani na akasubutu kutangaza, na ikupaswa iwe hivyo. Bado sijakuelewa mganga, unamaanisha nini? Hivyo ndugu yenu tuko naye duniani. Mtaalamu, naomba unisaidie. Na ndio maana niko hapa. Nahitaji msaada wako. Mganga, fanya ndugu yangu arudi. Si rahisi kama unavyofikiria. Na samani, hii sio sehemu ya kulia. Tafadhali kaa kimya. Naiona hatari nyingine imeingia kijijini kwenu.
kuna kijana mgeni amefika, sio muda mwingi. Hivyo basi huyo kijana ameanzisha mahusiano na huyo binti mzimu. Ni nani huyo mganga? Nilikutana na bonde, nikaivuka barabara, pembezoni mwa bonde kuna kijiji nililala, nikakutana